Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko mahali hapa unaweza omba pamoja na mimi. Kama uko mahali hapa unaweza omba pamoja na mimi. Tunakushukuru Mfalme Yesu, Muumba mbingu na nchi. Wewe ni mwaminifu katika kila sehemu, kila njia. Unaonekana adhuhuri, unaonekana asubuhi, unaonekana hata jioni. Mawazo yako sio kama mawazo ya mwanadamu. Matendo yako ni mema na ni makuu zaidi ya yote duniani. Tunanyenyekea asubuhi ya leo na tunashukuru kwa uzima na uhai. Tunakualika mahali hapa uonekane zaidi yetu. Tunakualika mahali hapa useme pamoja na sisi. Wewe ni Mungu ketie katika kiti cha enzi. Hapa kuonekana mwingine chini ya dunia. Ninakushukuru maana wewe ni mfalme. Ninakuinua maana wewe ni baba. Ni asante kwa maana umetukuka. Asante kwa maana utaonekana. Tunaondoka sisi wewe uonekane. Tunajitenga Baba wewe uimarike. Baba Yesu, chukua nafasi asubuhi ya leo. Unajua haja ya mioyo yetu na unajua sababu ya maisha yetu. Na ni kwako Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Acha tupate viti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa nataka kunyenyekea asubuhi ya leo nikishukuru kwa ajili ya mchungaji wangu. Nikishukuru kwa ajili ya mchungaji wangu Pastor Toma. Na pia nishukuru nimeona mama yangu. Na nishukuru pia nimeona mama mzazi mahali hapa. Nishukuru maana nimeona mke wangu mahali hapa. Nishukuru maana nimeona ndugu zangu mahali hapa. Nishukuru maana nimeona wapendwa wa Mungu mahali hapa. Na nishukuru maana nimeona Mungu angali anatembea mahali hapa. Na nishukuru maana moyo wangu umeishi, nimekutanika na watu wanaomwabudu Baba. Na nishukuru maana nimeona nafasi ya Mungu ndani yetu. Bwana, nimeona Mungu mwenyewe akishuka. Una siku moja tulikuwa vijana tumekaa kanisani tukaulizana, ni wakati gani Mungu hushuka kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Na mmoja akatujibu, huenda ikawa hautaona Mungu akishuka, lakini katika ibada nzima kuna wakati Mungu mwenyewe huhudhuria ibada. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kuna wakati ukikosa tu kidogo kumakinika, na iwe ndio wakati Mungu amezuru ibada, basi wewe amekupita. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, usinipite Mwokozi unapozuru wengine. Kwa hivyo kuna wakati Mungu huzuru wengine na mtu anako mahali anaimba asipitwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuwa makinifu unapokuwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu huzuru kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alisema sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikiangalia hapa nyuso zetu sisi wote ni tofauti. Mungu ni yupi ndani yetu? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ushawahi jiuliza, maana hata mimi sifanani na mama yangu, sifanani na ndugu yangu. Lakini Mungu alituumba kwa mfano wake, anafanana na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna kitu kimoja ambacho kinatunga mimi na wewe. Huenda ikawa si mwili huu ambao utapotea hapa katika dunia, lakini tumeunganishwa katika hali ya kiroho. Mungu alituumba na katia pumzi yake ndani yetu. Kwa hivyo ina maana kuwa pumzi inayozunguka ndani yako na pumzi inayozunguka ndani yangu ni mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pumzi inayozunguka ndani yako na pumzi inayozunguka ndani yangu, uhai ulio ndani yako na uhai ulio ndani yangu ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema niko pamoja nanyi kila wasaa. Labda unatafuta umuguze, lakini yako pamoja na wewe kila wasaa. Ni wewe tu kutambua ya kwamba Mungu yuko pamoja nani. Bwana Yesu asifiwe. Labda Paulo angepita enzi kama ya leo ambao nimeingia nikakaa pale nyuma,
Sijui angeona vile ambavyo mimi nimeona. Maana kuna mahali alipita katika kanisa la Etheni, akaona kumeandikwa kwa madhabahu kwa Mungu tusiyemjua. Lakini nimeingia hapa nikapata watumishi wa Mungu wanaabudu Mungu aliye hai. Huenda Paulo akipita hapo ataona kwa Mungu tunayemjua, ataona kwa Mungu aliye hai, ataona kwa Baba anayeabudiwa, ataona Mungu anayetenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwayewaye na kutafuta tafuta. Mungu yuko karibu na wewe. Mungu yuko mahali hapa. Waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nimeishi ukweli uko mahali hapa. Nimeishi Mungu mwenyewe anaabudiwa mahali hapa. Nimeishi Roho akitembea. Nimeishi watu wakitoka machozi. Nimeishi watu wakimimina roho zao mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda unaweza tarajia ninaanza, labda ninamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Sina jambo jipya la kukwambia, maana watumishi usimama mahali hapa kila wasaa. Labda nina swali tu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukisoma Warumi inasema moja, ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo unayatarajia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kama vile Mungu wetu haonekani. Bwana asifiwe. Ni kuwa na hakika. Naye akasita tena pale chini, akasema mstari wa 6, na wenye haki wangu watamwabudu katika nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda kwa Kiswahili hautaelewa, but the just shall live by faith. Bwana asifiwe. Wenye haki wangu wataishi. Haleluya, haleluya. Nimeona kumeandikwa kwa Mungu tunayemjua. Haleluya. Sijaona kwa macho ya kawaida, lakini nimetazama vile watu wa Mungu wanaabudu. Nimetazama vile mchungaji mnaabudu. Nimetazama vile Roho mwenyewe anateremka. Sijaona mtu aliye wa Musa. Sijaona mtu ambaye hajui ni nini anafanya. Lakini nimeona mtu ambaye amemimina roho yake mbele za Mungu. Nimeona mtu ambaye ako tayari Mungu abadilishe nafsi zake. Nimeona mtu ambaye ako tayari Mungu atende ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Sijakuja kukufurahisha, lakini nimekuja kukuuliza swali. Ikiwa Mungu leo atauliza swali jinsi alivyouliza wanafunzi wake, mimi na wewe tutakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko inasema alipokuwa ametoka na kitembea, aliona mtini ambao unametameta. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliona mti ambao unametameta. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mti huo ulikuwa na matawi ambayo yanapendeza. Mchungaji, matawi ya kanisa la Apostolic Kibira yanapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni watu ambao ukitafuta ndani yake kuna kitu unaweza ona. Mungu alisongea mti ule katika Mathayo 10:21-18, akasongea pale. Maandiko inasema alikuwa ameishi njaa na akaona mti umenawiri. Mti ni Mungu mwenyewe, lakini aliona matawi yanapendeza. Ukiangalia katika mti, ni matawi ndio hutoa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Aliona mti unapendeza na akaisha. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ina njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu huku nje wana njaa. Kuna watu hawaelewi neno huku nje. Kuna watu wana njaa. Na mti wa Apostolic Kibira una matawi inapendeza. Una matawi unametameta. Kuna matawi yamenawiri. Kuna waombezi ndani. Kuna watu wenye roho ndani. Kuna watu ambao wana matunda ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza, alipojongea hapo, akaangalia aone tunda aweze kula, alikosa. Ilama yolozera lavo yoloseka hii menda yolozai ikelera mayalaze
imendereba olosira kipelere meshe kileno maya ili olosera. Alipoona mti unapendeza alisongea apate tunda ale. Wanaweza ziviwe, lakini kumbe alipofika pale hakukuwa na matunda. Lakini neno ambalo linanitia nguvu, na maana anasema haikukuwa msimu wa matunda, lakini alikosa matunda. Naomba mimi na wewe tusimame leo, Mungu asije akakosa matunda. Maana unaweza meta lakini bado hujazaa matunda. Jioni ya mchana wa leo nafakari kitu ndani. Mungu akiona matawi yamemeta, matawi yanapendeza, natamani apate tunda. Natamani hata akikosa lolote basi apate tunda la imani tu. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wake, maandiko inasema Mungu akalaani mtu huo, akawaambia, tokea sasa siwaizaa matunda tena. Mena mayana mose eleka ya la sairi neshe. Mungu akizuru hapa leo, ni wangapi tutalaaniwa? Ni wangapi? Wachungaji ametufundisha zaidi. Kuna matunda mengi unaweza zaa. Unaweza zaa tunda la upendo, unaweza zaa tunda la Roho, unaweza zaa tunda la amani, unaweza zaa tunda la uvumilivu, unaweza zaa tunda la upendo. Lakini Mungu alikosa tunda kwa mti ule. Shikirime la baya nasema ulaniwe wewe usiyetoa matunda. Tuko hapa tunafundishwa tumetemete. Chungaji, niombee zaidi, niwe tu hata na moja. Natamani tu angepata hata ile ambayo inaanza kutoka. Sijui wewe unasikia aje? Ni aliambia wanafunzi wake, alimuuliza swali, mbona mti huu umenyauka mara tu? Aliwarejelea akawaambia, mkiwa na imani. Wanaase Mkibira, ikiwa tutakuwa na imani, ikiwa tutakuwa na imani na tumilize katika imani hii, kuna mambo Mungu atafanya ndani yetu zaidi. Kuna mambo Mungu ataanza kuzalisha ndani yetu. Maana atakuwa anahisi kuna mti huu na unafaa kuzaa. Tuelewe ya kwamba tusiwe tu miti lakini haina matunda. Tuelewe ya kwamba tunahitaji tunda moja. Tunahitaji kuzaa wema. Wenye haki wangu wataishi kwa imani. Ishika. Tunapokaa mahali hapa, tumekula, tumeshiba. Mchungaji, umefanya kazi kubwa zaidi. Watoto wako wanameremeta, mti wako unameremeta. Madhabahu ni ya Mungu tunayemjua, na sehemu hii Mungu mwenyewe amezuru. Kwanzia nilipoingia nimeona Mungu akizuru, lakini sijui kama amepata, sijui kama akitemea amepata, sijui amepata kitu, sijui kama ibada hii kabla ishe Mungu atapata kitu ya kukula, sijui kama sijui. Natamani nijue, natamani hata mimi nijue, natamani kama akifika kwa vyombo atapata tunda, natamani kama akitembea hapa katikati na mbele atapata tunda, natamani hata akienda huko nyuma apate tunda, natamani kama akifika
kwa mlango apate tunda. Baba, tujalie na matunda, tujalie na matunda, tujalie na matunda. Peke yetu hatuwezi zaa, maana unasema katika Yohana 15, sio nyinyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua, ni mimi niliyowachagua. Na kama umetuchagua Baba, mbona hatuna matunda? Na kama umetuchagua Masihi, mbona hatuna matunda? Wewe ndio uliotuchagua, na sisi tumekuja tu kama vipofu ama watu wasioona. Tujalie na matunda, tujalie na neema, tujalie na upendo, tujalie na nguvu zako. Hakika hakuna mtu aliyejichagua, hakuna mtu hata mmoja aliyejichagua. Hata wewe peke yako huwezi kujileta, lakini Mungu ukuleta. Ukisoma hiyo Yohana inasema, mimi ndimi mti na nyinyi ni matawi. Mti utia mizizi yake chini majini, matawi umeremeta. Mti unanenwa hapa kila siku, unatia maji ndani yetu. Maswali yote na majibu yote tulio nayo yako hapa. Mti unatoa, unavuta maji kila siku, kila Jumapili, kila jioni, na unatunyunyizia dhoruba. Sisi tunametameta, tunaonekana wa dhamana, tunaonekana wenye nguvu, maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, ni pumzi ya Mungu na ni Mungu mwenyewe, naye ndiye anatunyenyeza na tunakaa. Daudi anasema, kando ya vijito vya maji matulivu hunilaza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya kazi yake, anamaliza. Jawabu ni letu sisi. Je, mtu akikukosea leo utakunja ngumi umwambie tutaonana sawa sawa? Mtu akikukosea leo utamwambia nitaweka Kristo kando tuonane na wewe? Ni matunda yapi ambayo tutazaa? Ukisoma Mwanzo 3:20-22, maandiko inasema mwanadamu alipoasi na Mungu akamwangalia akasema, mtu huyu sasa amekuwa kama sisi, yaani mtu anayejua mema na mabaya. Wakati unapofanya mabaya, Mungu muumba mbingu na nchi alitambua ya kwamba wewe unajua mema na unajua mabaya. Mtu huyu amekuwa kama sisi, yaani walipokula tunda alilokatazwa alifunguliwa macho na akaelewa mema na mabaya. Maandiko yanasema mtu huyu, Mungu mwenyewe anasema mtu huyu anajua mema na mabaya, amekuwa kama sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Yakobo na James inasema, unapojaribiwa usiseme umejaribiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu hamjaribu mtu, bali mtu huvutiwa na tamaa yake mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokosa matunda tusilaumu Mungu, lakini ni matendo yetu mabaya yanatukosanisha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema matendo yetu maovu yameficha wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Mungu angenenda na sisi vile tunavyomuita aenende na sisi, hatungepona. Bwana Yesu asifiwe. Hatungepona. Aliambia Musa, sitaenda na nyinyi, ambia wana wa Israeli waende, lakini nitaachilia uwepo wangu uwe tu karibu na nyinyi, na malaika waondolee maadui mbele, maana nikienda na nyinyi nitawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anaelewa akishuka saa hii hapa, ndugu zangu na dada zangu na mama, atatuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akishuka saa hii atatuangamiza, maana hatujafikia utakatifu wake. Tumemetameta ndio, lakini kuna nini ndani? Je, kuna nini ndani? Unatoa nini
na yule anatoa nini. Maana zile vitu utakavyotoa ndani yetu ndivyo zinafanya kanisa kukua. Wakati unapotoa, unashuhudia muumini anaingia. Unaposhuhudia hata katika maji huko mnachota wa mama, anaingia. Anatamani kujua ni wapi unaenda. Tunametameta ndio, lakini matunda pia yawe ndani. Sisemi hakuna mtu ako na matunda, maana nimeona madhabahu kwa Mungu tunayemjua. Lakini je, atakapozuru, ombi langu na nikiwa ndani na wewe, atakaposongea, labda tu nifafanue kidogo. Aliona njaa, na siku moja akauliza, nilikuja kwako nikiwa na njaa, hukunipa chakula. Nilikuja kwako nikiwa nataka mavazi, hukunipa mavazi. Mungu, tulikuona wapi? Njaa ambayo Mungu anaona ni yule ambaye unakaribiana na yeye, lakini humulishi. Ako njaa na wewe unametameta, una matunda ya kumulisha umutu. Bwana Yesu asifiwe. Ako njaa. Mungu ako njaa huku nje, watu wako njaa, wengine wametuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Wako njaa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutatoa tunda hapa mahali, tutabomoa ama tuende petu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda petu. Ndio maombi ambayo tunahitaji kudai sasa. Tumwambie mahali hapa tumefurika. Angalia pale nyuma, geuka uangalie nyuma, kuna viti vijapangwa. Je, kuna mtu atakayekuwa na imani ambaye Yesu aliambia wanafunzi wake, mtaambia mlima umoke utupe baharini? Kuna mtu ana imani ya kunenea zile viti, aviambie Baba, viti hivi tunataka kuvipanga, lakini hatuwezi bomoa nyumba ya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atasababisha nafasi ya viti vile. Bwana Yesu asifiwe. Awazavyo mtu toka ndani ya moyo, ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Una nini mkononi? Bwana Yesu asifiwe. Una imani ambayo ameambia wanafunzi wake wakiwa nayo. Sasa je, Waibrania anasema nini 11? Bwana Yesu asifiwe. Waibrania anasema nini? Anasema imani ni kuwa na hakika. Bwana Yesu asifiwe. Ya mambo unayoyatarajia. Mchungaji, naamini kuna mambo tunatarajia hapa. Hiyo ndio imani. Kama hauna mambo unayoyatarajia, hauna imani. Bwana Yesu asifiwe. Umetarajia kuona Mungu leo, ni imani. Umetarajia kupokea kazi, ni imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo unayotarajia. Bwana asifiwe. Is a substance of things, yani not one. Haleluya. Nikutoe tu kando kidogo, namaliza na kutoa tu kando kidogo. Mungu alijua mahitaji yetu ni mengi, na mimi na wewe tujawahi muona. Mimi na wewe tujawahi muona, lakini the just shall live by faith. Mimi na wewe tujamuona. Naja ametusaidia hapa sana kuomba, ametusaidia sana, lakini tunapayuko tu, lakini hatumuoni, lakini tuko na imani. Haleluya, iliyotuleta hapa. Unazuru mahali hapa peke yako, Mungu humuoni, lakini una imani. Unapopiga magoti unaanza, Baba utukuzwe uliye Mungu wa haki. Unanena na mtu usiyemuona na unawakilisha haja zako. Bwana Yesu asifiwe. Unawakilisha haja zako kwa mtu usiyemuona. Hiyo ndio imani. Na maandiko inasema mtakapoamini yale ambayo mmeomba yatatendeka.
Na Mungu mwenyewe akasema bila shaka. Utakapoamuka hapa na uangalie hivi useme, oh kwere shida yangu itaishi. Haishi. Haleluya. Bila shaka. Mtakapoomba bila shaka, mtauambia mlima huu, utasoma peke yako 21 Mathayo kuendelea. Haleluya. Peke yako. Maana mtu huyu amefanana na si, unafaa uelewe mema na mabaya. Haleluya. Bila shaka, utakapojinyenyekeza bila shaka, substance of things hoped for. Ukiwa magonjwa inakusumbua, unaandika pale, haya magonjwa yaende Yesu. Unatarajia magonjwa yaende? Unataka kazi, unahitaji kazi, na usitaje kazi tu. Hana aliambiwa taja na useme mtoto mwenye unataka na jenda. Nataka mtoto mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kazi ya 1,200. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unapotaja kwa sababu ya nafsi ya wanadamu, unasema na hii masomo yangu 200. Bila shaka. Ukiweka shaka, achana nayo. Rudi tena upige Kalvari. Rudi. Bwana Yesu asifiwe. Rudi. Hata ukitoka kwa nyumba na hii kazi nitapata kwa rudi. Rudi. Haleluya. Rudi kwa nyumba. Ile siku utatoka, ninaenda kutafuta kazi, nianze kesho. Enda. Bwana Yesu asifiwe. Enda. Bwana Yesu asifiwe. Maana shaka huondoa yale ambayo Mungu anafanya. Maana Mungu tayari ameachilia neema ya utendaji katika mwanadamu. Una nafasi bora, jinsi mchungaji alisema mahali hapa. Una nafasi bora ya kukata, kuharibu, kung'oa, kubomoa. Yeremia, sio? Una nafasi bora ya kung'oa, kuharibu, kuvunja, kukatakata. Ni laana hizo zote unavunja na kuharibu na kukatakata. Yeremia 1:10 pale 5:10. Bwana Yesu asifiwe. Kisha ukimaliza, unajua watu waumini wengi kama mimi, tunapokata, tunapobomoa, tunapovunja, umepanda nini? Bwana Yesu asifiwe. Msimu wa shamba umeliandaa. Umeandaa shamba, umeweka tinga, umegeuza, umefanya kila kitu. Hata maybe umemwaga mbolea, alafu wenzako watavuna, wewe ukiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yeremia akasema, mtakapoharibu, kuvunja, kung'oa, kisha mfanye nini? Mpande. Panda neema. Panda zile substance of things una hope for. Bwana Yesu asifiwe. Panda mambo yote unataka, panda. Panda watoto unataka. Panda watoto wako unataka wakuwe nini? Mainjinia. Wewe, Bwana Yesu asifiwe. Leo hii, Bwana Yesu asifiwe, nimeangalia mtoto wangu simuoni. Anaitwaje huyu? Nae. Bwana Yesu asifiwe. Labda hata chibu. Francis njoo. Bwana Yesu asifiwe. Francis njoo. Francis rudi. Haleluya. Francis njoo. Francis rudi. Francis njoo. Francis njoo. Francis rudi. Haleluya. The words of the mouth have power. Bwana Yesu asifiwe. The words of the mouth have power. Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu Mary, ulipozaa Francis, ulimuita Nicholas. Nicholas njoo. Nicholas rudi. Nicholas njoo. Nicholas njoo. Nicholas rudi. Sasa huyu Nicholas ni wewe unaita kitu mbaya ambayo haikuitwa na mzazi, ambayo haijapewa jina. Lakini leo mama ukimuita jina yake atakuja. Hiyo jina hakupewa na jirani, alipewa na mama mzaa.
Wewe mwenyewe ukivipa vitu China itafanyika. Ninataka kujenga nyumba ya mawe, maneno haya lazima yatimie. Wewe unayatamka, nimewapa uwezo, nguvu na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kukanyaga kitu usichokiona, kung'oa mapepo vitu usivyoviona. Vitu hivi vinang'oka, maana pia vinatamkwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Nila njoo. Haleluya. Haya, piga hapa magoti. Simama kidogo. Haya, piga magoti tena. Hata kwa watoto, hata kwa watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa wafalme, hata kwa manabii. Kichwa inakuuma, wacha kichwa ikuume. Bwana Yesu asifiwe. Toa shaka. Hii kichwa inayouma nataka kuiponya sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuamuru kwa jina la Yesu upone ugonjwa huu wa kichwa. Kuna dawa nimempa na kitu chochote nimefanya. Ndivyo walivyo wanaokuja kuombewa mapepo, magonjwa. Wanatamkiwa maneno yenye nguvu. Enda. Vile ameenda, ndivyo ugonjwa huo inaenda. Vile tu ameenda, ametii tu hivyo, ndivyo shida hupotea. Vile tu ametii, ndivyo hali yoyote ile ambayo ni ya anga, ambayo si ya kiungu, ndani yako hutoka. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yenye nguvu yasiyo na shaka. Hata Yesu mwenyewe alikemea mti ule bila shaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuwe na nguvu. Mungu atusaidie tuelewe. Tunaponawiri hapa, tuna kazi ya kufanya. Tunaponawiri hapa, tuna kazi ya kufanya. Tunaponawiri, tunafaa kufanya kitu. Na usiwe na shaka ndani yako. Lakini nakuombea neema ya kwamba uandike vitu unavyohitaji. Yale matatizo yanayokusumbua weka kando. Andika vitu unavyohitaji. Maana Wakristo wengi tunaingia kanisani bila mambo ambayo tunatarajia. Hatutarajii kitu. Hatuelewi tunataka nini. Na hiyo ndio imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa amani awabariki.